I wish to convey my sincere appreciation to the organizing committee for arranging this important training, which is being held today, Wednesday, 25th February 2026, at the African Dream Hotel in Dodoma. Participants, as we all are aware that road accidents remains a major public safety concern and continue to pose significant social and economic challenges. The country has experienced a rising trend in road traffic accidents, resulting in substantial loss of life and serious injuries. Many survivors suffer permanent disabilities, which reduce productivity and place a long-term pressure on families and the national healthcare systems. Colleague, the impact of this road accident extends beyond human suffering. They include damage to vehicles and road infrastructure, leading to high repair and maintenance costs for both individuals and the government. In addition, accidents contribute to economic losses through medical expenses, loss of income, and reduced workforce participation. Participants, these impacts underscore the urgent need for strengthening the road safety measures, improved infrastructure design, enhanced enforcement of traffic laws, and continuous capacity building for professionals involved in road safety management. I urge all participants to engage constructively, share insights, and work together to strengthen road safety in Tanzania, ensuring that our collective effort translates into tangible improvements of road safety for all road users. Kwa takwimu duniani kote, around 1.19 milioni ya watu hupoteza maisha kutokana na ajali za barabarani, lakini kati ya watu milioni 20 mpaka milioni 50 wanabaki na ulemavu wa kudumu. Hii imekuwa ni hatari kubwa sana. Sasa na nchi zinazoathirika kwa sehemu kubwa ni low and middle income countries, ikiwepo na nchi ya Tanzania. Na hata ukiangalia kwenye Sub-Sahara, Tanzania ni miongoni mwa nchi 5 ambazo zinaathirika kwa sehemu kubwa sana kutokana na janga la ajali la barabarani. Sasa kwa elimu ambayo tunaenda kuipata kupitia wataalamu wetu leo, kesho na kesho kutwa, tunataka tupunguze hiyo idadi. Na mwisho wa siku tunapokwenda kujiassess mwaka 2030, tukute kwa sehemu kubwa tumepunguza ajali kwa 50% inapofika mwaka 2030. Tuko hapa tukishirikiana na Wizara ya Ujenzi kuandaa hii training ili kuangalia ni namna gani mainjinia wanaweza kuwa na uwezo kamilifu wa kukagua na kuchunguza usalama barabarani ili kuhakikisha barabara zetu ni salama kwa ajili ya watumiaji wa barabara hizi. Na kati ya hii training pia tumeandaa guidelines ambazo zinaweza kuwasaidia mainjinia wanapofanya ukaguzi huo. Kumekuwa na matukio mengi sana ya ajali za barabarani, mara nyingi huwa zinasababishwa na human behavior, tabia za. Sasa hapa watafundishwa ni jinsi gani unaweza kutumia engineering yako kuhakikisha kwamba madereva na watumiaji wengine wa barabara wana behave kama inavyotakiwa. Sasa kitu kinachosababisha ajali nyingi ni speed na kwenye overtake kwenye milima. Madereva wengi huwa wana overtake kwenye milima ambapo unakuwa hawaoni vizuri magari yanayokuja kutoka upande wa pili. Kwa hiyo katika mafunzo haya tutajifunza jinsi gani ya kuweza kuepusha hizo ajali za overtake kwenye milima kwa kuweka barabara 3. Tunaweka barabara 3 tunaita kwa Kiingereza tunaita climbing lane. Kwa hiyo unakuta kama kwenye mlima lori linatembea taratibu, lenyewe tunatumia ile lane ya kushoto na magari mengine ambayo yanaenda kwa speed tunatumia lane ya kulia. Serikali inajitahidi, inaweka fedha, inatengeneza barabara katika viwango ambavyo vilivyokuwa bora
zile zinatengenezwa kwenye kiwango cha lami, lakini pia ambazo ziko kwenye kiwango cha vumbi bado pia zinaweza kupitika vizuri kabisa. Sasa changamoto tunazozipata, barabara zinapokuwa improved, pia matumizi ya watu wanakuwa hawana elimu ya kutosha kuhusiana na matumizi ya hiyo barabara. Kinachotokea, zinaweza kutengeneza ajali, na tumeshuhudia ajali nyingi sana zinatokea kwa sasa hivi kutokana na watu kukosa elimu, lakini pia wahandisi kutokuwa na elimu nzuri ya mafunzo ya barabara. Kupitia leo tutaweza kujifunza ni namna gani nzuri ya kuweza kusaidia watumiaji wa barabara kutumia barabara, lakini pia kuwa salama wanapotumia hiyo barabara.